kukagua zile fomu Manzu. Naam, nadhani umuhimu ndio tulikuwa tumemalizia nao hizo fomu, labda tu umuhimu wa mawakala kwenda kidogo. Ni vyema tuseme kwamba hii form ya 34A ndio inaanza kule mashinani, na kama venye tumeona tukielezwa pale kwa runinga na yule mtangazaji mwenzetu kwamba mawakala wanapiga sahihi kule mashinani. Unaelewa hapo Manzu kweli? Ndiyo. Sasa kule Kirinyaga kwa mfano, ile form, kile kituo, hapo ndio mawakala walitia sahihi zao. Na tumeona wakihesabiwa pale, wa Jubilee, wa NASA, namna hiyo. Sasa hiyo form ikikuja Nairobi, tayari iko na thibitisho la mawakala. Sasa kile kinahitajika IEBC kwa mfano pale, na ndiposa wametengewa kikao chao, ni wakuja waone hizo form zikipokelewa na yale matokeo yakijumuishwa na kuwekwa pamoja na yakiingizwa kwa mtambo kwa mfano. Sasa wawe pale waone kile kinaendelea. Lakini kama wanaenda pale kutia sahihi, hapana, sahihi ilitiwa kule mashinani. Kwa hivyo sasa ni jukumu la chama chochote kile ama mwania wowote yule hata wa kibinafsi ahakikishe wakala wake hametia sahihi ile fomu. Kwa mfano, wakala moja akikosa kutia sahihi, hiyo fomu sio kumaanisha sio sahihi. So long as kuna evidence, kuna agents walikuwa pale na huyu ofisa ametia sahihi na wale mawakala waliyekuwepo wamepia sahihi. Nataka tuendeleze kidogo, tusonge mbele. Umetutoa vizuri kuhusiana na hizi fomu, manufaa yake, kwa nini tuko hapa ambapo tuko hivi sasa kwenye huu mkwamo ambao umeshuhudiwa siku hii ya leo, kwamba hadi sasa zinaitishwa bado katika IEBC ndio ziweze kutolewa. Manake kinachofahamika ni kwamba ni sharti kuwe na zile fomu kwanza na matokeo ndio yaweze kupeperushwa, yani kuwa yanakuwa relayed. Lakini hili ni jambo ambalo lilikosekana kuanzia jana. Asante. Sioni kama kuna kitu kimekosewa, isipokuwa tu yale matokeo yalitumwa kutoka kule mashinani na returning officer. Kama mtambo wa IEBC umepata wageni pale, wale wahitaji kwa Kiswahili hacking, wale wadukuzi. Kama mtambo umendukuziwa kwa mfano, umendukuliwa, sasa hapo ndio kunaweza kuwa na tatizo. Lakini hasa vile kimsingi vile kulivyo, yale matokeo tumeona pale yakitumwa Nairobi, yanapaswa yaende hivyo hivyo, na kura za mtu binafsi siende kwa sehemu yake bila tatizo. Sasa shinda ni kama kuna undukuzi pale, iwekwe formula kwa mfano. Ni kama vile tuongee kwa lugha mtazamaji ataelewa. Kwa mfano, ukienda kwa MS Excel, unaweza kwa hiyo cell unaweza kuweka formula, whatever value you put there multiply by 10, multiply by 2 kwa mfano, right? Sasa kama kuna wale wandukuzi walienda wakaeka kale ka formula hapo, kura zangu zikikuja 10 zinapigwa mara 3, inakuwa 30. Lakini kama hilo halijafanyika, zile kura ziko sawa. Haya, kwa mfano, kama undukuzi umefanyika, kama hacking imefanyika, Wakenya wasiwe na wasiwasi, kwa sababu sheria zetu zinasema zile kura zilitumwa kwa mtandao sio final, zile zitakuja na form 34A. Hizo ndizo harisi. Mimi kile kingenitia waziwasi nilipokea simu kutoka Taita Taveta, niambia, hey daktari, wajua nini bwana, hapa kwa kituo fomu imekansoliwa, imejazwa na karamu. Tukipata mabadiliko kule mashinani, hiyo inaweza kuwa shinda kubwa. Na hiyo ndio ilitupatia shinda mwaka wa 2007, sababu kuna zingine form 16A zilikatwa pale zikaongezwa. Kama hizo form za msingi hazijafanywa tampering, hata hizi za mtambo zikiharibika, hamna shinda, ni kuchukua calculator bwana na kusema 1, 2, 3, kwani si tuko na siku 7? Sasa kitambo siku 2 zikwishe, si tumemaliza hesabu? Kwa hivyo Wakenya wasiwe na wasiwasi, hata kama mtambo, mimi sina uhakika, lakini hata kama mtambo ungekuwa umehakiwa, fomu zetu 290 forms, 32 bar, na zile zingine nyingi 34A, hizo zimetutosha. Safi kabisa, ametuelezea vema, ametutoa. Ni mahojiano tumekuwa nao kuanzia saa hizo, ametutoa kule kwenye hii swala hili la fomu na mkwamo tulionao hivi sasa, hadi kutufikisha katika masuala ya udukuzi, madai ambayo yako sasa. Kunaendelea nini?
Hili ndilo swali bila shaka utakuwa unajiuliza wakati ambapo matokeo hayo bado yamezagaa pale pale tukisubiri kusikia kutoka kwa tume ya IEBC. Mtazamaji, basi hivi sasa wacha nikupeleke katika kaunti ya Narok kule ambako mwanahabari mwenzangu vile Robinson Okenye amekuwa katika eneo hilo tangu juzi akifuatilia taarifa zinazotokea, matukio yote ambayo yanatokea kutoka sehemu ile, na hivi sasa anatujia kwa